Karibu sana kwa hii program ya Fuata Musa au Follow Moses, na tuko kwa sites nyingi ambayo ningetaka kukukaribisha wewe Afrika uweze kujijua na uweze kuwa na mwamko mpya kwa mambo ya imani yako. Nasema hivi kwa nini? Ningetaka uangalie mambo ambayo inakuhusu, mambo ambayo wewe ni ndani yake. Sasa tumekuwa tukiangalia tukasema Afrika ni mtoto wa Abrahamu. Kwa nini? Kwa ajili ameiweka ahadi ya kutairisha vijana wake tangu jadi, siku za baba yetu Abrahamu mpaka leo na mpaka kesho. Watoto wetu watakuwa na tairi, ikiwa ni alama ya agano lile la kale ambayo Mwenyezi Mungu alifanya na baba yetu Abrahamu. Kwa hivyo ningetaka uendelee kujijua. Na hivi sasa leo Afrika imepotea sana. Si jambo ndogo ambaye Afrika amepotea na akawa imani ni ya kumpoteza. Imani ilibadilishwa na wale waliotutawala kwa ajili walitaka ndio watutawale. Mtu ambaye ana imani ya kweli na ana nguvu za Mwenyezi Mungu hawezi kunyanyaswa, hawezi kunyang'anywa nchi, na walikuwa nataka kutumaliza. Kwa hivyo waliona huyu Mungu wao ni Mungu wa nguvu sana. Fanya hawa watu wamkosee, alafu Mungu awaache na sisi sasa tuwapige. Ilikuwa ni jambo lilipangwa. Na hivi sasa ningetaka utashikilia hiyo video yako, ndio utasoma hii karatasi ambayo ni maneno yaliongelewa kwa mwaka wa 1835 tarehe 2 mwezi wa pili. Uangalie, usome na ujijue ya kwamba ni kitu ilifanywa ya kutupoteza. Kwa hivyo kwa program ambayo ilipita tuliongea habari ya watoto wa Nuhu. Nuhu ndio Noah kwa wale wanaosema Kimombo, lakini sisi tunamjua maana ni mzee wetu, anaitwa Nuhu. Watoto wa Nuhu walikuwa watatu, vijana watatu, ambayo wa kwanza ni Shem, wa pili ni Ham na watatu ni Jafeth. Sasa tulijiona ya kwamba tunataka kujua kama sisi tukiwa watoto wa Abrahamu kwa ajili ya kuweka ishara ya kutairi kwa utamaduni yetu, basi tunaweza kupata huyu Abrahamu na majina kwa laini zake, tujione majina kule ndani. Ndio kwa ajili tukaanza kutafuta hao watoto, tukaanza na tukachimba sana habari ya mtoto wa kwanza anayeitwa Shem. Shem tukaambiwa kwa hiyo ni kitabu ya Mwanzo 9 yote na 10 yote usome. Ikasema Shem ndio baba ya Wahibrania wote duniani, na ati Wahibrania ni watu wengi wa lugha nyingi na mataifa mengi. Kwa hivyo Wahibrania sio wale tu wenye unaofikiria. Wahibrania ni sisi na wengine. Kwa hivyo sisi tumetoka kwa laini ya Shem, na hii laini ya Shem ndio Abraham alitoka. Sasa tukiendelea tukaona pia Shem alikuja akawa na vijana 5, na kati ya hawa vijana 5 mmoja wa kwanza anaitwa Afeka Shad. Sasa nimeongea kwa kulingana na Biblia ya Kiswahili. Sasa Afek Shad. Afek ni jina la bara letu la Afrika, na Chad ni nchi moja kati ya hizi nchi za Afrika. Na kijana mwingine anaitwa Aram, na huyu Aram nitakuja tuliambiwa kwa kitabu kingine cha Daniel ya kwamba alitafsiri mambo ambayo iliandikwa ni mkono wa Mungu kwa ukuta, wakati iliandika Mene, Teke, Perethi, Pasin. Na hii ni lugha yetu sisi wa Afrika, na ni lugha yetu sisi watu wa
Afrika ya Mashariki. Na hapa Kenya, mimi kama Mkikuyu, hiyo lugha ninaielewa. Maana mene means umechukiwa, umechukiwa. Teke, hata Kiswahili unasikia ulinipiga teke. Teke kwa Kikikuyu ni kupiga kitu na mguu. Basi kwa Kikikuyu tika kohore teke, yani wacha kunipiga na teke. Basi mene teke, hapo tumejikuta. Perethi means haraka, haraka kwa Kikikuyu. Sasa alafu pasina. Sasa unayaona hii, tukaambiwa ati ni lugha ya Kiaramu, ndio Daniel alikuwa na tafsiri. Na sasa basi Daniel alijua hilo lugha. Inawezekana basi Daniel pia alikuwa ni Mwaramu, ndio kwa ajili alikuja akasema hii mambo inamaanisha hivi na hivi na hivi. Sasa tukiwa basi kwa zile lugha ya kina Waaramu, basi tumeconfirm ya kwamba tuko kwa hii laini ya Abrahamu. Okay? Haya, sasa kuna mtoto mwingine pia wa huyo Shem, alikuwa anaitwa Ashur. Ashur ni hawa watu wetu wanahusika na South Sudan, na ni watu wazuri, na hata Musa akitoka Misri akasema na nikafika Shur, kwa watu wa Shuru. Sawa, sasa ni wako hapa tu South Sudan, kwa hili bara la Afrika. Kwa hivyo, na tukiendelea tukawa basi tunachambua watoto wa huyu Afek Chad, na kutoka kwa laini yake ndio tutakuja kwa program ambayo inakuja, tutawakuta watu wa Sheba, na watu wa Sheba ni hapa hapa Afrika ya Mashariki, watu wetu wa Ethiopia. Lakini tumeambiwa na wazee wetu sisi hapa Kenya ya kwamba Sheba ilikuwa ni province 7 za mfalme ama wale waliotawala walikuwa wa Ethiopia, na unasikia ni Queen of Sheba, yani ni queen wa Sheba. Sheba ni 7, na hizo provinces zilikuwa ni Kenya, Tanzania pia ni kati ya hizo province, maana hata mmoja ya wale waliokuwa wanatawala walizikwa hapo karibu Kilimanjaro, akiwa amekwenda kuangalia watu wake walikuwa napigana kule chini. Na tukaambiwa na province zingine zake zimeteremka chini kule, baada ya Tanzania kuteremka chini. Kwa hivyo kuna hii Ethiopia, kuna Kenya, kuna Tanzania na zingine zikawa zinafika 7. Na hali unasikia Sheba amepatikana kwa hii laini ya huyu kijana wa kwanza Afek Chad. Kwa hivyo endelea ukisoma, hiyo ni Mwanzo 9 mpaka Mwanzo 10. Soma yote polepole kwa Biblia yako ya Kiswahili. Nasoma pale penye kwa kitabu ya Daniel penye imeandikwa Mene Teke, na utaona ilisemekana ni Kiaramu. Kwa hivyo, na ikiwa mimi nakisikia hiyo lugha na wewe ukiwa unasikia hii Kiswahili unasikia Teke ni sisi tunajua Kiswahili ni Teke, basi hayo ni mambo tunabidi twende tukiangalia. Na basi sisi kama Waafrika ningetaka tuongoze wanaume wetu, watuongoze kufanya vema, juu imani yetu inatudai. Hii agano la kale linaweza kutokeuka, tupate mabaya mengi, kwa ajili inakuwa ni kiapo. Kila mmoja wa wetu wa kijana anamwaga damu, anakuwa ameingia kwa ile agano kibinafsi, kwa njia ya kiapo ya kwamba hilo agano yeye ni mmoja yake. Na hiyo agano la kale lilisema sisi tufanye nini? Ikasema sisi Mungu wetu ni huyo Mungu wa Abraham ambaye amefanya kiapo na yeye na sisi. Kwa hivyo lazima wanaume wetu watuongoze sasa Afrika, watuongoze kwa imani, watuongoze imani nzuri iko wapi? Maana tukiangalia ni sisi ni direct, sisi ni watu wale tumekula kiapo ya kwamba Mwenyezi Mungu muumba juu na nchi ni Mungu wetu peke yake. Hatutachanganya. Kuchanganya huyu mwenye walikuja na wale walitutawala
imani yao tunachanganya pamoja na huyu Mungu wa kiapo. Hapana, sisi tunaenda na huyu mmoja na tunamwongelesha moja kwa moja, kwa ajili ulikula kiapo ikakutakaza. Ya pili, ukifuata yale maneno ya hiyo agano la kale lenye wewe uko na alama kwa mwili, basi unatakazwa kabisa na Mwenyezi Mungu, hakuna kitu atakudai. Umefanya vema. Kwa hivyo Afrika tupone na tuendelee kumjua Mwenyezi Mungu wetu, Baba yetu aliye juu mbinguni, na ya kwamba sisi ni watoto wa Abrahamu, na tunachambua sasa kuangalia majina yenye inahusu watu wao wakina Abrahamu. Hii majina ni yetu. Basi karibu sana, na Mwenyezi Mungu anakupenda Afrika, na ongoza ndio tupate amani duniani. Kutokana na jina la Abrahamu dunia yote itabarikiwa, na ni sisi hatujaamka tufanye vema ili Mwenyezi Mungu abariki dunia. Karibu sana. Mwenyezi Mungu anayekupenda akuweke vema, na mimi hapa pia nakupenda na kujitolea. Sambaza hii video kwa watu wengi unayoweza, ili unisaidie kuamsha Afrika, ili iamke imjue Mwenyezi Mungu, na imani yao ndani yao iwe huru na iwe ya ukweli, na hali tujisikie tuko vema. Asanti, na Mwenyezi Mungu akubariki.